UDA, UDA, kazi ni kazi. Asanteni sana na nimeshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ndio kiongozi wetu wa chama tawala, the strongest, the greatest party in the African continent, Dr. William Samoei Ruto. Governors wetu, senators, members of parliament, members of the county assembly and party officials, God is good and all the time. Munisalimie kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kiongozi wetu wa taifa, ningetaka kuchukua nafasi hii kwanza kutoa shukurani kwa niaba yako na sisi wote ambaye tuko na nyadhifa mbalimbali katika serikali yako, kutoa shukurani kwa hao viongozi, kwa sababu hawa rais wetu ndio machinery yako that mobilized 7.2 million Kenyans to make you the president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo kwa niaba rais wetu na sisi wote tunasema asanti kwa ile kazi mlimfanyia rais, na sisi hapo tukapata, ni mlitusaidia na ni kazi yenu ambaye mlifanya ya kujitolea. Tunataka tuseme asanteni sana. Your Excellency, let me first thank you on behalf of the UDA fraternity that after we elected you as president, you have not disappointed. On behalf of our party, Your Excellency, I must say in this podium that your performance on the international stage has been nothing but excellent and excellent. Rais, umetutia heshima kama UDA fraternity for the successful hosting of the Africa Climate Summit and for your sterling performance at the United Nations General Assembly. Tumepata heshima kama Kenya, na katika bara la Afrika, we feel proud that African leaders have identified you as a worthy leader to champion the issues of the African continent in the world stage. Tunataka tuseme asante. Your Excellency, we also want to thank you, kwa sababu hakuna mtu hajui ile Kenya ulikabidhiwa. Ulipata Kenya yenye matatizo mengi ya kiuchumi. Na mimi nilisema pale Kasarani, wakanipigia kelele. Wakasema mimi ni mjeuri. Ati mimi naonika Kenya mbele ya wazungu. Mimi nikasema sikuli kwa mtu, mimi nakula kwa mama GACHAGUA, naweza sema ile iko. Rais, tulipata matatizo mengi. And through prudent management, through well thought out economic interventions, we have started seeing signs of economic recovery. One of the clearest signs of economic recovery is at the end of the 2022-2023 financial year. By the closure of the financial year on 30th June midnight, your government had disbursed the last penny to the county governments, and we don't owe them a cent. Similarly, all the 290 constituencies had received their funds. There are challenges, yes, but that is a clear sign that the president has put the country on the right trajectory of economic revival. Kwa hivyo rais, tutaendelea kukuunga mkono, and this being your ambassadors, pia tunaomba nyinyi viongozi mutakuwa ambassadors wa serikali na wa rais mashinani, ya kwamba tukipata shida ile iko matatizo ya kitaifa, like we have a challenge with the fuel prices, which is a global challenge.
nyinyi mkiwa maambassador wa rais katika ward, katika constituency, katika county, ndio mtakuwa mstari wa mbele ya kueleza wananchi yale mambo ambayo inaendelea, wasikuje kushurutishwa na negative propaganda by those that we defeated and those who work for them. Rais, hii chama yetu ni chama ya kitaifa na si chama ya kushinda uchaguzi. Previously, political parties were for winning elections. And that is why, after winning elections, all the parties that had won elections died away. The UDA party was not formed for the sole purpose of forming government. It is a party based on ideology, the bottom-up economic transformation agenda. So this is a party of the future, the party that must live for generations to come. And that is why, Your Excellency, by convening this National Governing Council, is the first step of making sure that this party is strengthened and is a party that will be around not in the next 10 years, not in the next 20 years, but the next century as a party with an ideology. Nikimalizia rais, ndio nikualike niseme ya kwamba hawa waheshimiwa wetu watakuambia ya kwamba Wakenya wamefurahia ile kuteremusha bei ya mbolea kutoka shilingi 7,000 mpaka 2,500. Na wananchi wamefurahia. Ya pili, rais, serikali yako iliamua ya kwamba haitakuwa ya kuhangaisha wananchi, itakuwa ni ya kusaidia wananchi. Tangu uliapishwa kama rais, hakuna Wakenya wameshurutishwa na kubomolewa nyumba yao usiku na kutolewa bila mpango. Na rais, vile uliahidi ya kwamba your government is people-centered, it's a government that is sensitive to the people of Kenya. We want to thank you for that, so that we continue enjoying our democracy. Again, Your Excellency, we want to thank you and the government for the success story in the North Rift. Pale kabla ushukane kama rais, bunduki ilikuwa nalia usiku na mchana, watoto wanaumia, wamama wanaumia. And through your leadership and proper guidance, the Ministry of Interior and Defense, the North Rift is enjoying peace, and a lot of work is going on to make sure that that peace is sustained for posterity. Na kwa hivyo, rais wetu, MCAs wetu, hawa ndio ile askari yako ya pale chini. Hawa ndio viongozi wanakaa na wananchi every day. Unajua mimi na wewe rais, tuko na kazi mingi, tunaweza enda pale nyumbani once in a while. Hao members of parliament wanakuja bunge Tuesday, Wednesday, Thursday, wanakuja weekend, wanarudi Nairobi. Governor ako pale kwa county. Lakini hawa MCAs hawezi hepa wananchi. Hawa ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na kwa hivyo hawa ndio askari wetu wa maana zaidi. Na ndio ambaye watatusaidia kueleza program zetu kwa wananchi. Kwa hivyo mimi naungana na viongozi wenzangu. Ukipata nafasi upate kikao na hawa, tuongee mambo ya nyumbani. Lakini pia tu nimuulize MCAs, kuna mambo ya hapa kwa kila mtu na kuna mambo ya nyumbani. Ile kikao naomba rais ni ya nyumbani, kwa sababu ile mambo ingine ikitangazwa sana, saa ingine inatuletea matatizo. Na ndio tumepanga, na wale watu wanapanga ziara za rais, wale people, the state program officers, ya kwamba rais akitembea katika ward yako, MCA apatiwe nafasi asalimie wananchi. Na pia wale MCAs wengine watambuliwe wakiwa pale mbele ya rais, ndio pia MCA aweze kupata heshima yake.
Pia ningetaka kuomba nyinyi MCAs na magavana wetu, munajua tumelaliwa sana na pombe haramu na bangi. Tunaomba nyinyi katika vikao yenu kama assembly, mupitize zile sheria ambaye zitatusaidia kukabiliana na pombe haramu na bangi. Na pia tunauliza magavana wetu wa UDA wakuwe mstari wa mbele katika hii vita ya kupigana na pombe, kwa sababu tusipofanya hivyo vijana wetu ambaye ndio kesho yetu watamalizika. Kwa hivyo, with the support of the governors and the members of the county assembly, we should be able to make some good progress so that we can save the next generation. Kwa hivyo Rais, sisi tunakushukuru na tunafurahi. Na hawa Your Excellency, unajua wananikashifu nikiongea mambo ya shares. Mimi sina maneno. Mimi nasema Kenya ni yetu sisi zote, ya kila Mkenya, na kila Mkenya apate maendeleo kwa sababu analipa kodi. Na rais ni baba wa Mkenya wote, afanyie wa Kenya wote kazi. Lakini in the leadership of President William Ruto, there is some shareholding katika uongozi wake. Na rais, wale shareholders halisi katika uongozi wako ni hao wameketi hapa siku ya leo. Na ndio tunasema rais afanyie wa Kenya wote kazi, kila sehemu ya Kenya ipate maendeleo. Lakini wale wa kumsaidia ndio wafaulu ni wale wanamuamini, waliunga yeye mkono na wanamuelewa. Kwa sababu huwezi chukua wale hawakuelewi, wale walikuwa wanasema hutoshi, hufai, uambie wakusaidie kazi. Kazi yako itakwama. Kwa hivyo rais, mimi nataka niseme mbele yako, mbele ya chama, ya kwamba in your leadership, these are the true shareholders of your leadership, and they must occupy the rightful place in that leadership because they believed in you, they believed in your policies, they believed in your ability to steer this country to the next level. Muko tayari tumkaribishe kiongozi wetu? Mutasimama? Kuna mama wanajua vigelegele? Haya, 1, 2, 3, 4, 5. Karibu Mheshimiwa Rais. Haya. Harambee. 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 UDA. UDA. UDA.